wanted to ask you, since umeongelelea stories za tulikuwa tunafanya, tulikuwa tunaenda, what was your childhood like and who was that person that introduced you into music? My childhood was pretty much simple. Mimi unajua nimezaliwa pale Kale kama kawaida. Kale. But mtu aliniintroduce kwa muziki ni my late bro. So my late bro used to listen to a lot of reggae. Alikuwa mconscious sana, alikuwa asikiza reggae na mavijana wanakaa ngazini. Kama ushasikia mambo ya ngazini, hao ndio ma-OG walianzisha ngazini. So just me looking at him, listening to reggae, I got interested. Nataka kujua Bob Marley, nataka kujua kina Alpha Blondy, nataka kujua watu yani how do they record. And that's how I hooked up with childhood friend alikuwa anaitwa Tito. Tito. Hey, Tito. Hey. Wow. I love it. You know, we are always connected by people, opportunities. Kuna vitu bigi sana zinatufikisha to our destiny. And you know, you have talked about a really important person. Ume-mention Tito. Sindio? Yeah. T.I.T.O. original MC. Hey, so as you're there chilling in US, Maryland, guess who we have on the line? Mkona nani hizo? Hint, inaanza na T. Wacha tusikize. Umepata Tito, umepata T.I.T.O. Wewe ona, sikiza hiyo. Majina ni Tito Kariu. Nilikuwa naishi Kalifu, sasa siku hizi naishi huku Ruiru. Tulikuwa na Nonini class moja, ndo maana nikamintroduce kwa Clemo. Clemo alikuwa anataka msanii, nikamwonyesha msanii ndio huyo hapo hivyo. Alikuwa anataka msanii. Since kutoka hiyo siku Nonini akiimba Wekamu, mambo tu mingi sana zimefanyika. Amel change industry sana. Kusema Wekamu ilileta kwanza akasaidia kitu kama akasaidia P-Unit au ndio ndo alisaidia P-Unit kuingia kwa industry, akina Meja, akina Jua Kali, kuita Jua Kali kwa muziki sana. Unaona? Yeye ndo amesaidia kila mtu hapa. Nonini alikuwa mtulivu sana bedhe, alikuwa mtu mpole sana, hakuwa anakaga huko hivyo na sisi such. Yeye ni mtu alikuwa mtu wa hao. Nikale kaboeka hao. Mtu alikuwa tu mtu easy. Kudine ni vile yani ungeweza kuletea mambo mingi, alikuwa anafanya mambo mingi sana, zingine hata mwenyewe hata nimesahau. Mimi kama wedding yangu yeye ndo alikuwa ananisimamia. Alafu yeye ndo alikuwa kuna vitu alibaigi na do yake. Hapo alinisupport sana. Kwa wedding yangu alinisupport sana hapo hivyo. Yeye ni one of them. Kuna vitu sana amenisupport. Alafu albinism, alikuwa anasaidia geo nini albinism. Amesaidia watu ya ball sana. Amebaya maball, alikuja kutoa mapesa kwa field. Hizo ma competition alikuwa anaziorganize, alikuwa anaorganize ma football mtaani. Wanalipa Nonini alikuwa anawalipa. Sasa kuongea naye ni ngumu kwa sababu sasa timing wanga mbaya. Kama usiku ndo anaamka, lazima tuongee naye usiku, lazima nimtumie SMS, nini WhatsApp ndio tunaongea naye. Mimi naweza kutaka tu kwamba Nonini aendelee hivyo kwa sababu roho yake ni kubwa sana, na akiendelea hivyo bado anasaidia watu. Sababu haya jamaa unaona kama sasa anasaidia watu kutengeneza manguo. Unaona, hiyo ni branch nyingine ya watu, amesaidia watu, ameandika kazi. Si unaona ni kitu ameandika watu kazi. Hiyo ni kunini inaitwaje? What is it called? Ku create employment. Unaona? Hiyo ni fiti sana kwa sababu yeye tunamwaminigi na ni mtu wa kufanya kazi. Endelea hivyo. Hata huko wa diaspora ukikua bado unasaidia tena huku Kenya. Endelea hivyo. My goodness me. Nonini? Umeona Tito? Umetoa wapi T.I.T.O. bana? Diaspora Connect. Diaspora Connect.